Habari, karibu katika chaneli ya Maya, na leo tutazungumzia kuhusiana na mmea wa mbarika ama mnyonyo kama unavyoona hapo pichani. Ingawa mmea huu umegawanyika mara mbili. Kuna mmea wenye rangi ya kijani kama huu hapa, lakini pia kuna mmea wenye rangi nyekundu kama huu hapa. Lakini zote ni mbarika na kazi zake ni moja na matumizi yake ni mamoja. Kwa hiyo kama utapata mmea huu wa kijani ama wa nyekundu lakini zote ni mbarika, basi unaweza kuzitumia kwa matumizi ambayo nitazungumzia hapa. Bila kupoteza wakati nizungumzie faida za mbarika na jinsi ya kutumia, lakini kabla sijaendelea kuzungumza, kwa wewe ambaye utakuwa ni mgeni katika chaneli hii na kuomba ubonyeze neno subscribe. Lakini kwa wewe ambaye pia umewahi kunisikiliza na haukusubscribe katika chaneli hii, hakikisha una subscribe ili uwe unapata mafunzo yangu kila mara nitakapokuwa nafundisha, basi utakuwa unayaona. Na moja kwa moja nikianza na faida ya mbarika, nitazungumzia faida kwa aina 3 tofauti. Faida ya kwanza husaidia katika afya yako mwenyewe binafsi, lakini faida ya pili inasaidia katika afya ya urembo. Urembo wako wewe mwenyewe binafsi. Huu huja katika upande wa wanaume lakini pia upande wa wanawake. Lakini pia faida nyingine ya 3 ni matumizi ya kiroho katika nguvu zako za asili. Mambo ya kiroho, spiritual healing, basi hizo pia mbarika hutumika katika kufanya mambo hayo. Sasa moja kwa moja nitaanza na faida ya kwanza ambayo ni faida ya afya. Katika afya nitazungumzia upande wa tumbo, lakini pia nitazungumzia upande wa mgongo. Sasa moja kwa moja nitaanza kwa tumbo. Kwa upande wa tumbo, endapo wewe unapata choo kigumu sana mara kwa mara, lakini pia una haja ya kusafisha tumbo lako ama unataka kuendesha kwa ajili ya kutoa mafuta machafu tumboni, lakini pia kuweka tumbo lako imara, kuweka tumbo lako sawa, unaweza ukatumia mmea huu wa mbarika ama mnyonyo kuweza kusaidia jambo hilo. Jinsi ya kufanya ni wewe kupata mafuta yanayotokana na mnyonyo. Mafuta haya unaweza ukatengeneza mwenyewe, lakini ni vizuri zaidi ukatumia mafuta ambayo tayari yameshachakatwa, ni maalumu kwa ajili ya matumizi, na mara nyingi unaweza ukayapata katika maduka ya asili ama dawa za asili, lakini pia unaweza ukayapata katika supermarket makubwa, mafuta ya mbono ama mafuta ya mnyonyo ambayo tayari yamekwisha chakatwa, ni maalumu kwa kutumia kwa afya. Jinsi ya kufanya, utakunywa kidogo sana katika kijiko cha chai robo yake. Kisha utakapokunywa basi itakusaidia wewe kupata choo laini, lakini pia itakusaidia wewe kusafisha tumbo lako. Kwa hiyo ambayo unataka kusafisha tumbo lako kama kufanya detox ya kuendesha, basi utakunywa asubuhi kidogo, na hii itakufanya wewe kuondoa uchafu ulio katika tumbo, lakini pia kuondoa mafuta ambayo hayana kazi tumboni. Kwa wewe ambaye unataka kusafisha tumbo, basi tumia mafuta ya mnyonyo kwa kunywa nusu kijiko asubuhi, utapata kuendesha, lakini pia utaweza kupata choo chepesi. Lakini pia kwa upande mwingine, kwa wewe ambaye una matatizo ya mgongo, na kuja kwa upande wa pili, upande wa mgongo. Kwa wewe ambaye una matatizo ya mgongo, maumivu ya mgongo mara kwa mara, ingawa maumivu ya mgongo yanaweza kuashiria dalili nyingi za maradhi. Si kana kwamba hapa nitaelekeza ukiwa na maumivu ya mgongo basi utumie tu mmea wa mbarika kujitibia, hapana. Lakini ikiwa maumivu yanazidi, unaweza kufuatilia afya yako ukamwona daktari zaidi. Lakini kwa ile haraka ama ile wepesi wa nyumbani ama tunasema ile usaidizi wa haraka kwa nyumbani, unaweza ukatumia mmea huu wa mnyonyo ama mbarika kuweza kutibu maumivu ya mgongo. Namna ya kufanya ni wewe kuchuma majani ya mbarika. Jamani, haya majani huwa yanasaidia sana kwa 100%. Utachuma majani haya, utachemsha vizuri. Baada ya kuyachemsha sasa,
utachukua yale majani, utajikanda katika mgongo wako. Pia kwa wale ambao wana matatizo ya magoti, maumivu ya kiuno, ni mazuri pia ukatumia majani ya mbarika kuweza kukanda maeneo hayo. Utafanya hivyo mfululizo kwa muda wa siku 3. Utaona mabadiliko kwa sababu itakufanya kuweza kuachia misuli yako vizuri ya eneo hilo, ikiwa ni mgongo ama kiuno, lakini itafanya damu itembee vizuri. Epuka tu kutumia maji ya moto sana ambayo yanaweza kufanya ngozi yako ikaungua ama kusababisha matatizo mengine, lakini utatumia kujikanda kwa kutumia majani hayo hayo. Na baada ya hapo utapaka eneo lile, kama ni mgongo, kama ni kiuno, kama ni magoti, utapaka mafuta ya mnyonyo. Unaweza pia ukatumia mafuta ya lavender ama mafuta ya nazi kama utapata, au kama umekosa mafuta ya mnyonyo, lakini itakusaidia kuondoa maumivu ya mgongo ama kiuno. Pia kwa wale ambao ni wazazi wametoka kujifungua, lakini pia wana watoto wadogo, huwa wanakumbwa mara nyingi na tatizo la mgongo kwa sababu ya labda ule ukaaji wa kunyonyesha mtoto ama kulea mtoto. Basi unapokumbwa na matatizo ya kiuno, mgongo mara kwa mara, ukiwa unakanda haya majani ya mbarika, utaona kuna utofauti mkubwa sana ambao utapata nafuu. Kwa hiyo ndivyo utakavyoweza kutumia kwa upande wa afya yako. Lakini sasa tunakuja katika urembo. Jinsi gani unavyoweza kutumia mbarika ama mmea huu wa mbarika katika upande wa urembo. Kwa wewe ambaye kwa upande wa urembo, hapa tutazungumzia upande wa ngozi, lakini pia tutazungumzia upande wa nywele. Kwa upande zote mbili, ikiwemo wanaume pamoja na wanawake. Kwa upande wa ngozi, hii inasaidia kutibu ngozi kavu, ukavu wa ngozi, lakini pia chunusi sana, lakini pia inasaidia kuondoa ile utango kwa yeye ambaye una utango. Namna ya kufanya, utachukua majani ya mbarika, kisha utatwanga vizuri kabisa katika kinu. Baada ya kutwanga majani hayo, yatwange vizuri kabisa yawe laini kabisa majani hayo. Unaweza ukachanganya kidogo na manjano kama unaifahamu manjano, kisha utafanya kama maski katika uso wako. Baada ya nusu saa utasafisha uso wako na maji ya vuguvugu. Hii mbarika inaweza kusaidia kutibu chunusi, kuondoa chunusi, lakini pia kwa wale ambao wana ngozi ambayo ni kavu sana, inasaidia pia kufanya ngozi yako iwe laini na pia ngozi yako iwe nzuri. Pia kwa upande wa ngozi hapo hapo, kwa wale ambao midomo yao huwa inapasuka mara kwa mara inapasuka, unaweza ukatumia pia mafuta ambayo yanatokana na mnyonyo. Kila siku wakati wa kulala ukapaka katika midomo yako. Kila siku utakapokuwa unalala utapaka katika midomo yako. Lakini pia katika upande huo wa ngozi, kwa wale ambao wanapasuka miguu, wana magaga, wakati wa kulala unaweza pia ukapaka mafuta katika visigino vyako. Kwa wale ambao unapasuka miguu, ukapaka katika visigino vyako. Kumbuka mafuta haya yanatokana na mmea wa mbarika ama mnyonyo. Kwa hiyo utatumia kwa njia hiyo. Pia katika upande wa urembo tutazungumzia kuhusiana na nywele nzuri zinazoonekana zenye mvuto kwa upande wa wanawake na wanaume. Kwa wale ambao wanataka kujaza ndevu, kwa wale ambao wanataka kujaza kipara, husaidia pia kwa asilimia kubwa kuweza kufanya marekebisho hayo. Namna ya kufanya ni kutumia mafuta asili yanayotokana na mmea wa mnyonyo ama mbarika, kuweza kupaka katika sehemu husika, ikiwemo nywele zako kuwa na unyevunyevu kama unahitaji kujaza nywele, lakini pia kupaka kidevu kwa wale ambao ni wanaume. Ila ikiwa ni mwanamke na unataka kujaza nywele zako vizuri, zikaonekana vizuri, zikawa natural kabisa, penda mara nyingi kutumia mafuta ya mnyonyo, kwa sababu mafuta ya mnyonyo huwa ni mazuri sana kwa nywele, yana vitamini nyingi sana ya nywele, yanafanya nywele kuwa kubwa, lakini pia yanafanya nywele zijae ziwe nene zenye afya. Kwa hiyo kama unataka nywele zako ziwe nene, kwa wale ambao una nywele nyepesi, hata kama ni ndefu lakini ni nyepesi sana, basi mara nyingi tumia mafuta ya mnyonyo kwenye nywele zako. Kwa wale ambao nywele zako pia zimepukutika, nywele zako hazieleweki, wewe tumia
kwa mfumo kama huo. Lakini pia hapa nitazungumzia katika upande wa kiroho. Upande wa kiroho, mbarika ni nzuri sana 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 sana, kwa sababu mbarika inaweza ikasaidia vitu vingi katika upande wa kiroho. Kwanza kabisa huweza kupunguza pia kupunguza ile msongamano wa mawazo na hofu, lakini pia inaweza kuondoa vitu vibaya mwilini, vitu ambavyo si vizuri katika mwili, lakini pia huweza kuondoa macho mabaya. Namna ya kufanya, chukua majani ya mbarika. Baada ya kuchukua majani ya mbarika, yachemshe. Yakisha chemsha, yaache yapoe. Sasa yale maji utakuwa unahifadhi kwenye chupa. Utachuja vizuri yale maji, utahifadhi kwenye chupa. Utakuwa unapooga, unachukua kidogo yale maji ya mbarika ambayo uliyachemsha ukahifadhi kwenye chupa, kisha unachanganya na yale maji yako ambayo unakoga. Utaoga asubuhi na jioni. Asubuhi na jioni mfululizo wa siku 3. Hii husaidia kuondoa vitu vibaya, lakini pia unaondoa ule uzito wa mwili, kuchoka, kuwa na hofu na mawazo mazito, lakini pia hata mandoto mabaya. Kwa hiyo inakusaidia hivyo. Lakini pia katika mbarika hiyo hiyo mafuta yake utapakaa katika kifua, lakini pia utapakaa katika kitovu, na pia utapakaa katika nyayo za miguu usiku unapolala. Hii huondoa hofu, inaondoa ndoto mbaya, lakini pia inaondoa uzito katika nishati zako za mwili, na inakupa usingizi mzuri kabisa kwa yeye ambaye huwa una matatizo ya usingizi. Mimi kwa kukushauri tu, napenda utumie mafuta ya mnyonyo ambayo tayari yamekwisha chakatwa, na mafuta haya nimesema utayapata katika maduka ya dawa za asili, na si utumie mbegu za mnyonyo, kwa sababu mbegu za mnyonyo huwa zina sumu kali sana. Yafaa utumie mafuta ambayo tayari yameshaandaliwa na yapatikana katika maduka ya dawa za asili. Kwa hiyo pia utakapotumia mbarika huwa na masharti pia. Kwa wale ambao labda ni wajawazito, lakini pia usitumie kuzidi kiasi. Kwa wale ambao wanatumia kwa ajili ya kusafisha tumbo, wapate choo chepesi, kumbuka kutumia kidogo. Usizidishe kipimo, lakini pia kama ni mjamzito hairuhusiwi. Pia majani haya ya mbarika huwa hayafufushwi, labda kujifusha ama kufukiza ile jungu, hapana. Bali yanatumiwa kuchemsha na utachuja vizuri. Unaweza ukatumia kama maji yako ya kuoga nimesema, na pia utumia yale mafuta kupaka sehemu za nyayo, kifua, pia katika kitovu ama tumbo. Husaidia wewe kuondokana na ule uchovu, lakini pia ndoto mbaya, na pia majani yake yanasaidia kuondoa maumivu ya mgongo na misuli na vitu vingine kadhalika. Nadhani mpaka hapo utakuwa umeelewa matumizi ya mmea wa mnyonyo ama mbarika kuanzia afya yako mwenyewe, lakini pia unaweza ukatumia katika urembo wa ngozi, urembo wa nywele, nywele zako kuwa nzuri, ngozi yako kuwa nzuri, midomo yako kwa wale ambao wana midomo ya kupasuka. Lakini pia nimezungumzia kuhusiana na matumizi ya kiroho, namna gani unavyoweza kuondoa zile negative effects za negative zile za mambo ya kiroho, ukawa vizuri na mambo yako yakawa vizuri na mwili wako ukapata utulivu na kila kitu kikakwenda vizuri. Kwa wewe ambaye utakuwa hujaelewa somo langu ama unahitaji ufafanuzi zaidi, basi unaweza ukawasiliana na mimi tukaweza kueleweshana vizuri zaidi na zaidi. Pia usisahau kuandika chochote hapo sehemu ya comment, na kama utakuwa na maswali, ushauri, maoni, andika hapo. Nakukaribisha katika mafunzo yangu